So kwa upande wa mafanikio, MDG kweli zilifanikiwa. Umaskini ulipungua kwa kiasi kikubwa. Kwa yani ukisoma percentage unasema bana umaskini umedrop kuanzia asilimia ngapi mpaka asilimia ngapi. So umaskini kweli ulipungua kwa asilimia kubwa. Watoto walienda shule wengi kwa kipindi hicho, na ukiangalia vizuri hata kwa sisi hapa Tanzania, kati ya mwaka 2000 ambapo ndo MDGs zilipitishwa na kuanza kufanya kazi mpaka mwaka 2015 ambao ndo muda waliojipa miaka 15, ndio mapinduzi makubwa ya elimu yalifanyika hapo katikati, mapinduzi kwenye sekta ya afya na mambo mengine. Ukiangalia mfano shule za kata miaka ya 2005, shule za kata zilipambaniwa sana, na alivyokuja Kikwete akaongeza nguvu. Mapinduzi makubwa sana ya elimu yamefanyika kwetu sisi hapa Tanzania katikati ya hicho kipindi, katikati ya mwaka 2000 mpaka 2015. Hapa ndo shule nyingi zilijengwa, shule za kata, maendeleo makubwa sana yalitokea hapo katikati. Ilikuwa ni sehemu ya malengo ya Millennium Development Goals, malengo 8 tu ambayo yalipambaniwa kinaga ubaga yatimie. Lakini pia kitu kingine wanachopambana nacho ni mambo ya afya. Of course chanjo nyingi zilitokea hapo, elimu nyingi za afya, campaigns zilikuwa nyingi sana hapo. Mashirika mengi yaliweka nguvu katikati ya muda huo hapo, lakini nyuma yake ilikuwa ni Millennium Development Goals ambazo ndo walikuwa wanajaribu kupambana kuzitimiza. Sasa pamoja na mafanikio yake kulikuwa na mapungufu kidogo. Sawa, mapungufu kwanza, hizi Millennium Development Goals hazikuwa universal, yani hazikugusa kila taifa duniani, zilifocus zaidi kwenye nchi maskini. Tunaporudi nyuma pale kwamba zilipata mafanikio makubwa, of course umaskini ulipungua kwa asilimia kubwa, lakini unakuta umaskini ulipungua kwa asilimia kubwa kwa eneo kamoja. Yani ukichukua ile data ukiisambaza, unakuta imeconcentrate kwenye eneo moja tu, maeneo mengine data haisomeki. Unakuta labda umaskini umepungua sana Afrika, Asia unakuta umaskini bado upo, na tuna Millennium Development Goals na ziko zinatekelezwa. Kwa ilikuwa ni changamoto namba 1. Lakini changamoto namba 2, zipuuza mambo ya mazingira, issues za environment and more especially sustainability, kwa sababu of course mazingira kwa lakini sustainability haikuwepo kabisa. Yani uendelevu wa utunzaji wa mazingira ni issue ambayo kwa namna moja au nyingine ilikuwa kama imepuuzwa. Lakini pia iliacha watu wengi nje, haikuwa inclusive. Takwimu zinaonyesha kwamba watu wengi waliachwa, mawazo yalitoka kwa watu wachache, nguvu ilitoka kwa watu wachache, kwa hiyo haikuwa inclusive. Lakini jambo jingine, mchakato ulikuwa ni from top to bottom, haikuwa people centered, ilikuwa from top to bottom, natoka maelekezo yanatoka juu. Yeah, so ilikuwa moja kati ya changamoto ya hizi Millennium Development Goals. Kwa hiyo watu wakazitekeleza, wakaenda nazo, lakini hizi changamoto jinsi ambapo zilikuwa zinaibuka, watu wasema mbona kama hizi changamoto nazo zimekuwa changamoto za moto. Umeona, basi zimekuwa za moto, hii inakuaje, tutafika kweli kwa staili hii? Kwa wakasema bana, sasa kutokana kwamba kuna changamoto, tukae tena tujadiliane kama ilivyo kawaida. Zinapokuwa changamoto, watu wanafika muda wanakaa na reflect kuona kwamba tunachokifanya kinaleta impact au kuna namna fulani.